Kwa siku ya leo tumepata bahati nyingine tena, tunaenda sasa kujifunza aina mojawapo ndani ya vile vyakula ambavyo tunapaswa kuvitumia na namna yake ya ulaji. Leo tutaenda kuzungumzia chakula aina ya wanga, ama katika lugha ya Kiingereza inaitwa carbohydrate. Mwongozaji wako ni mimi Isaac Muhandi. Basi tuombe. Mungu mwema, mtakatifu, muumba mbingu na nchi, asante kwa rehema na neema yako. Wana na binti zako tupo tayari kusikia mashauri haya juu ya afya. Tuombe utuongoze na kutufundisha. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mada hii ya leo ya kuhusiana na wanga, tumepewa fungu kuu na fungu elekezi ni katika kile kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 29, lakini pia ile Mwanzo 3 mstari wa 18. Mungu alipokuwa akiwapatia maelekezo Adamu na Hawa, moja ya maneno aliyoyasema ilikuwa ni, tasoma: Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kama ilivyo kwa dunia, chanzo kikuu cha nuru sote tunajua kwamba ni mwanga, na ni mwanga wa jua. Japokuwa kunazo nuru nyinginezo ndogo ndogo kama mwezi, nyota na kadhalika, lakini sote tunafahamu kwamba jua ndiyo chanzo kikubwa cha nuru. Vivyo hivyo hata katika miili yetu sisi wanadamu, chanzo kikubwa cha nishati ama nguvu ni chakula. Na vyakula vipo vya aina nyingi. Kuna vyakula aina ya protini, aina ya fati, mafuta haya, lakini kuna wanga na vinginevyo, mboga na matunda. Lakini wanga, ambayo ndo mada yetu kuu kwa siku ya leo, ndicho chakula kikuu kinachotia nishati katika miili yetu. Na wanga, kama nilivyosema awali, ni carbohydrate. Ni chakula kinachotokana na nafaka nzima, mboga, matunda, vinywaji mfano maziwa na vyakula vingine ama vinywaji vingine ambavyo vimesindikwa, mfano kuna soda na kadhalika. Zote hizo ni aina ya wanga. Chakula hiki aina ya wanga kikivunjwa sasa mwilini, baada ya kuwa kimeliwa, huwa kinaenda kuzalisha kitu tunaita glucose ama sukari. Hii sukari ndiyo ambayo huwa inasafiri, inaingia ndani ya damu na inasafiri. Kisha safiri inaenda katika maeneo mbalimbali, mfano inaenda katika ubongo, inaenda pia kuchochea seli za mwili, na pia inaenda katika misuli, inakutia nguvu katika shughuli mbalimbali unazofanya. Nguvu hizo ambazo unakuwa ukizitumia zinatokana na chakula hiki aina ya wanga. Hivyo kumbe ni aina muhimu sana ndani ya miili yetu kuweza kuwepo. Ninakukaribisha tuweze kuona sasa kuna faida gani unazipata unapokula chakula aina ya wanga. Je, kama hakuna faida, basi hakuna umuhimu pia wa kuendelea kutumia. Lakini nimesema awali kwamba chanzo kikubwa cha nguvu zote tulizonazo ndani ya miili yetu inatokana na chakula hiki aina ya wanga. Hivyo faida mojawapo ambayo tunaipata kutokana na matumizi ya chakula hiki ni kwamba wanga hupatia mwili nguvu, ama ninamaanisha nishati ambayo inatumika katika shughuli mbalimbali. Lakini faida ya pili ni kwamba chakula hiki cha wanga huupatia mwili wetu joto na kuufanya kuwa imara. Lakini pia unapotumia chakula aina ya wanga hukupunguzia hatari ya kupata magonjwa ya moyo, mishipa ya damu, kisukari na matatizo mengineyo ya mmeng'enyo wa chakula. Hii ni kwa namna gani? Ni kwa namna hii hapa. Vyakula hivi vingi aina ya wanga, vile hasa vitokanavyo na nafaka nzima, mfano mahindi yasiyokobolewa na vingine, huwa vinakuwa na virutubishi
ambavyo pamoja na makapi ambayo yanasaidia kufyonza baadhi ya sukari ambayo haihitajiki ndani ya mwili, na hivyo kukufanya kuwa salama kwa sababu ya yale magamba yake. Lakini pia faida nyingine tunayoipata kutokana na vyakula hivi ni ile nishati ya mwili ambayo huchukua jukumu muhimu katika utendaji wa ubongo, upumuaji, kazi za moyo. Unapotembea ni kwa sababu ya hiki chakula, lakini mijongeo mbalimbali. Ukicheka, nguvu unayoipata inayokuwezesha kucheka ni chakula cha wanga. Lakini shughuli zote, unapoenda kufanya mazoezi, nguvu ya kwanza kabisa unayoitumia inatokana na wanga. Lakini pia na afya kwa ujumla. Kwa hiyo wanga ni chakula muhimu sana ndani ya miili yetu.